Nikwambie kitu, mtu wa Mungu, mazoea yanapunguza heshima. Na inawezekana yasipunguze heshima, ila yakakuondolea kabisa heshima yako. Ile heshima uliyotengeneza kwa muda mrefu inaweza ikaondoka siku moja kwa kuzoeana na watu ambao sio sahihi. Angalia ni nani unazoeana naye. Sikukatazi kucheka na watu. Cheka na watu, kaa na watu, piga story na watu, lakini hakikisha hawakuzoei. Mtu akikuzoea, kuna vitu ataanza kugundua kwako. Yamkini una udhaifu fulani, una vitu fulani, anaanza kuondoa taratibu ile heshima. Unajua kusikia yule dada nilikuwa na mheshimu, ila siku nilipokaa naye, alipofungua tu mdomo wake, heshima yangu yote nikaiondoa. Sasa unajua kabisa kwamba wewe udhaifu wako ukishaongea tu kitu kimoja, watu wote wanakudharau. Jitahidi kuwaweka watu mbali. Umeona? Ile sehemu yako ya biashara ile sio sehemu ya kijiwe. Ukitaka biashara yako ithaminike, acha mazoea yasiyo ya faida. Sehemu ya biashara yako sio sehemu ya watu kuja kupiga story. Yaani kuna biashara zingine tumeshazijua hapa, tunajua kabisa ukienda kwenye biashara fulani, ukiingia mule ndani unakuta mwenye duka yuko na shosti wake na mashosti wake watano. Ukiingia ukinunua kitu ukitoka, wewe unakuwa story. Hiyo biashara itazoeleka, mwisho itakuwa haina thamani. Unaona maduka yenye thamani, unajua kabisa duka fulani ukiingia pale wewe ni serious, utaenda utanunua kitu chako na kutoka. Na kuna maduka mengine unajua nikiingia pale mimi ndo nakuwa story. Dukani kwako sio sehemu ya mazoea. Sehemu yako ya biashara sio sehemu ya mazoea. Kazini kwako sio sehemu ya mazoea. Watu wakikuzoea sana ndo wanasuka na mpango wa kukuibia. Mtu anayekuibia ni mtu anayekujua, aliyekuzoea. Kwa hiyo jitahidi. Mazoea yanaleta vitu vingi viovu kwenye maisha yetu. Jitahidi sana kutoruhusu mazoea. Weka mipaka.